Na kusalimu sana mtazamaji wangu katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu mimi naitwa Elijah Mila, nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana. Na siku ya leo nimekuletea ujumbe wa mwaka mpya 2021. Na ujumbe huu, this is not a prophecy. Haya ni mashauri ya jinsi unaweza kujipanga ili katika mwaka huu upate mafanikio kamili katika mwaka huu. Maana kwa kila jambo lazima mtu awe na mpangilio. Hata mtu anapojenga nyumba, unaweka ile structure katika picha na unajua kwanza utaijenga namna gani. Kwa hivyo maisha ile utaishi mwaka huu, ndio nataka kupatia mambo matano ambayo ukiyafanya you will get the best in this year 2021. Jambo la kwanza ambalo lina muhimu sana katika Mathayo 6 na mstari wa 33, maandiko yanasema, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hivi ni kusema ya kwamba katika shughuli zako zote lazima uweke Mungu mbele. Watu wakati mwingine huwa wanashughulikia mambo yao, lakini wanasahau mambo yanayohusu ufalme wa Mungu. Mweke Mungu katika mipango yako akiwa namba moja. Na pia utafute righteousness. Righteousness ni kutenda haki, ni kufanya yaliyo mema, na hii itakusaidia. Maandiko yanasema katika Psalms ya kwamba righteousness exalts a nation. Kwa hivyo ukiwa na haki utainuliwa na utafanikiwa. Kwa hivyo jambo la pili ni kwamba ukitaka kufanikiwa, baada ya kuweka Mungu mbele, lazima uandike maono yako. Write the vision. Habakkuk chapter 2 aliambiwa na Mungu alipokuwa ana complain, write the vision na uiweke na namba kubwa ya kwamba mtu akikimbia anaweza kuiona. Na akaambiwa ya kwamba maono inakuwa na wakati wake wa kutimia, na hata ikikawia itatimia. Kwa hivyo mwanzo wa mwaka andika maono yako, weka mipangilio yako. Maono ni kusema namna gani? Ni nini ninataka kuachieve mwaka huu? Ninataka kujenga nyumba, ninataka kufanya biashara, ninataka kufanya hiki, na uandike mambo hayo na uyaweke ndani ya mawazo yako. Kwa maana tukiangalia neno vision ni kusema ni image, ni picha ile iko kwa akili yako. Hayo ndio maono. Na Mungu alimwambia Abrahamu siku moja, as far as your eyes can see, hapo ndio nitakupatia. Kwa hivyo kile haujaona na macho ya ndani kukipokea ni ngumu. Lazima uweke maono yako, uweke mipangilio yako ya maisha ili ufuatane na hayo maono. Usipokuwa na maono, utajaribu hiki, utajaribu kile, utakwenda huku na hautaweza kufanikiwa. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, katika Proverbs 16 and verse 3 inasema, commit your works to the Lord and your plans will succeed. Ukishapanga maono yako na mipango yako, ingia katika maombi, umwambie Jehova, hii mwaka ninakuaminia nitapata hiki, nitapata kile. Huu mwaka nakuaminia nitafika kiwango hiki ama nitapata mambo fulani. Nifungulie milango ya kupata kile ambacho umeandika katika maono yako. Nisaidie katika maono haya. Ukipanga unamkabidhi Bwana, akupatie hekima, akupatie maarifa, akupatie ujuzi wa kuweza kufanikisha maono yako. Unapokabidhi maono yako kwa Mungu, yani unamkaribisha katika mipango yako awe na wewe. Na akiwa na wewe lazima utafanikiwa. Katika Mwanzo ama Genesis 39 verse 3, Bible inasema, Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu alionekana hata kama alikuwa mtumwa, kila kitu akiguza kinafanikiwa. Sababu ni kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. Ukienda na Mungu utafanikiwa kwa kila kitu, na Mungu namkaribisha katika mambo yako kupitia maombi. Jambo la 4 ni kwamba katika Proverbs 18 verse 21 inasema, the power of life and death is in the tongue. Na katika Hebrews 10 verse 23 inasema,
hold fast the confession of your hope. Kile ambacho unatumainia lazima uungame, ukiri na mdomo wako. Kile ambacho haujaamini ama hujatamka hauwezi kukipata. Kwa hivyo kama vile Biblia inasema Genesis 1, dunia ilikuwa ni empty, lakini Mungu akatamka let there be light. Maneno yako ina nguvu kuumba kile unatamani kupata katika maisha haya. Na nimalizia na jambo la 5. Katika Proverbs 10 verse 4 inasema, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Kwa hivyo lazima hata ukiomba, hata ukiproclaima, lazima ufanye bidii na usiwe mlegevu katika kazi. Mtu ambaye ni mvivu, mzembe, hawezi kufanikiwa. Tunasoma katika Biblia, mtu mlegevu anakuwa masikini, lakini mtu wa mkono uliye na bidii, mkono wa bidii unatajirisha. Haya ni mambo 5 yanaweza kukusaidia ukiyaweka chini na ukikusudia kufuatilia jambo hili. Naomba mwaka huu Mungu akusaidie kuchukua hatua. Wewe ndio utakaye sababisha mafanikio katika maisha yako. Wewe ndio utakaye sababisha ushindi katika maisha yako. Ukiinuka na yeye Mungu aingilie maisha yako. Na kuombea mafanikio, na kuombea baraka, na kuombea amani ya Mungu na ulinzi wake katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.